kutumia ati kwa sababu wewe ni kiongozi na tena wewe ni mtungaji wa shairi. Sasa wewe unajua uangalie tuko season gani? Ni season gani saa hii yenye tuko? Usiende kuteka advantage ati kwa sababu ulikuwa Secretary General wa UDA na ukafukuzwa. Sasa ile hasira na ile uchungu unataka kutumia kwa wanafunzi ili uweze kuanza kupigana serikali. Mimi hiyo kitu mimi nasema ni vibaya sana, na ni kitu kiongozi kama huyu astahili hata kuwekwa kwe nje. Anastahili sahi kuwa amefunguliwa mashtaka. Hii ni vibaya sana. Maana mimi nikiangalia talanta ziko, lakini wanasiasa sahi wanataka kutumia talanta za vijana waweze kujifaidisha wenyewe kwa kutukana serikali ama kutukana kiongozi fulani. Na hiyo ndio kitu tunatakana tukomeshe. Na ndio kwa maana Mswahili akasema, mti mkunje akiwa angali bado mchanga. Ukiacha huu mti akomae hautaweza kumkunja. Sasa ile kitu mimi naona viongozi wachochezi, viongozi ambao wanasababisha uhasama, viongozi ambao wanataka kuleta vita vya ukabila. Sasa serikali inafaa iwafungulie mashtaka. Haijalishi wewe ni bilionea, haijalishi wewe ni milionea, haijalishi una own nusu ya Kenya ama Kenya, we don't care. Saa hii mahali imefika ni viongozi kama hawa wachukuliwe hatua. Maana Kenya unapanda ndicho kitakachovunwa. Saa hii ukiangalia matendo kama ya Malala, yeye 2013 still alifanya mashairi. Bado tena this year 2015 yeye anaangalia saa hii mahali inchi imefika. Hivi juzi tumekuwa na vita, tumekuwa na Gen Z wakikuwa na kimbizana na serikali. Hii tumeona tumepoteza General Ogola. Tumekuja, yani vitu zinatendeka. Badala inchi poe, au ndo wanataka kuhakisha moto. Ndo kwa maana tunasema kijiti kimoja cha kibiriti kitachoma kichaka mzima. Na maneno ya viongozi itafanya inchi imwage damu, itafanya inchi watu wapigane, itafanya inchi iweze kuchomeka. Na ndio unapata viongozi kama kina Malala, viongozi kama kina Malala hawa, kina Gachagua, viongozi kama kina Muturi, viongozi kama kina PK wanafaa wachunguzwe. Ni nini hii? Ni nani huyu anawafadi? Ni nani? Ni pesa gani hii? Maana mimi nikiangalia mahali penye hii shairi imefikia, kutoka pale chini tunafaa tuchunguze. Mbona ikatoka pale ikafika hapa? Na nikudhalilisha mtu, ni kudhalilisha rais na serikali yake. Lazima kuna pesa ilipita pale, hao ma principal na hao walimu. Kuna pesa inatembea. Bila wanasemanga pesa kwa parliament inatembea kwa bafu kwa choo. Ndio tunaona sasa pesa imetembea hata kwa mahakama. Maana hata hao majaji wanafaa wachukuliwe hatua. Hatutakubali vitu kama hivi. Sisi tunataka nchi ya amani. Tunataka nchi ya mshikano. Tunataka nchi yenye tunaenda mbele. Mimi nasema hivi, bila uoga, bila kutishika, Malala afunguliwe hatua. Awekwe ndani. Hatutakubali vitu kama hivyo. Na mimi nikimalizia nasema hivi, hao dada zetu, hao wanafunzi wa Butere Girls, hao hawana makosa. Hao ni innocent. Lakini mwenye kuna makosa ni Malala. Kama Malala alikuwa anajua yeye ndo ametunga shairi, angekaa behind the scene, angejionyesha. Lakini anakuja kujionyesha, hiyo vitu tuwezi kubali. Kwa hivyo mimi nasema hivi, hii ni jambo la uchungu, ni jambo la kuteketeza nchi, ni jambo la kuleta ukabila, ni jambo la kugonganisha. Lazima Malala achukuliwe hatua na awekwe ndani. Hata Makenzi yako ndani, hata Waitito ndio huyu yako ndani kwa sababu ya uporaji wa mali na pesa za Kiambu. Hata yeye awekwe ndani. Thank you.